Jamani leo kuna jua kali jamani. Jua limeshuka tena chini nini? Maana leo jua kali jamani, jua ni kali. Na hivyo ukiwa una ajira nakwambia jua linakuwa linakuchoma wewe kama wewe ndo mgomvi wake. Yaani hapa nipo nasikia joto tazani sijui nimeingizwa kwenye oven. Mama yangu jamani. Mrembo, nimekuwa natokea kule unatembea zako mwenyewe taratibu na nini. Pole, naona jua ni kali lakini ndio hivyo tena, unajua tena Dar es Salaam sasa imekuwa na joto. Mimi kwa majina naitwa Kimaro Masawe. Mwenzangu naitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Hayakuhusu, fuata mambo yako. Endelea na safari zako bwana kaka. Sitaki maongezi mimi. Nimechoka kwanza kuzungumza chochote. Yaani hapa nipo sitamani hata kuongea neno lolote. Zaidi nitakutokana. Naomba tu uendelee na safari zako. Dada, sasa ukali utakusaidia nini? Lakini mimi nimekuongelesha tu kwa utaratibu. Kwani unaweza kanijibu tu kwa utaratibu? Kama na utaki kuongea, ongea basi kwa utaratibu tu. Kwani majina na yenyewe ni kitu cha kumficha mtu? Jamani, kwani mimi nilivyokuambia kwamba naitwa Kimaro Masawe, hilo jina langu utalifanya nini kwani? Mjibu tu mtu kwa ustaarabu dada. Sio vizuri hivyo kumjibu mtu vibaya jamani. Wewe kaka sijui Kimaro sijui. Naomba uendelee na safari zako. Nimekujibu kistaarabu sasa. Haya, endelea na safari zako. Toka endelea. Dada, unaonekana una kisirani kibaya. Aise, lakini punguza hasira dada yangu. Haya maisha yanahitaji hasira. Sasa wewe ulikuwa unajua hata nilichokufuatia hapa hata kukuongelesha ni nini? Sio kila mwanaume anataka kukutongoza dada. Kuna vitu vingine mtu anataka kukuongelesha vitu vya msingi, ungenisikiliza kwanza. Kaka, njia hiyo inaongoza mbele. Naomba uondoke zako. Sawa, nitakutukana nimekwambia wewe Malikijiga mwenye nyota ya ufirauni na umaskini. Haya, peleka kichwa chako mchongoko kwa mbele. Sitaki kuongea na wewe tena, sawa? Unaweza kuongeza mwendo ukatembeza au ukapunguza mwendo ukarudi nyuma. Tafadhali sana tuheshimiane. Nitakutukana matusi nishakwambia. Haya, toka basi. Kiru, yani leo nimekutana na dada ni mkali. Lakini anafanana vile na ile picha nilotumiwa na Aisha. Sasa Aisha alinitumia mtu gani? Au inawezekana labda sio yeye. Labda nitakuwa nimemfananisha. Maana aliniambia ana rafiki yake anaitwa Jenny, anatafuta kazi ya IT kwenye shirika la mawasiliano. Na mimi ndio manager. Sasa yani sasa lakini ila hii mambo ya kushobokea watu kuanza kuwaulizia vitu ambavyo hata hivyo haviwahusu. Kwa kweli pale ningeshushuliwa. Je, sio Jenny sasa? Na ningemtajia jina wewe ndio Jenny. Anganiambia yeye anaitwa Salome, mama yangu. Ningeingia cha kike ndo ningezidi kutukanwa zaidi. Lakini okay, anyway, wacha niendelee na safari zangu, niendelee na mambo mengine. Maana hii weekend sije kaishia vibaya bure. Nyeno wenzangu wanakuja restaurant kunywa vinywaji na kwambia umetoka kazini leo Jumatatu. Mimi nimetoka nyumbani baada ya kulala na kupiga story, ndo nimekuja restaurant na mimi nijipoze. Yaani tunapishana duniani huko jamani. Ngoja basi msubiri tu shosti yangu aje hapa, maana ndo ninayemsubiri hapa, ndo niweka hapa. Yaani nataka nimsubiri hapa tuongee naye angalau niambie uko bosi wake kamjibu nini. Maana anakuambia nimetafuta hii kazi ya IT mpaka nimevurugwa akili. Labda hiyo kampuni itanitoa kimasomaso na mimi angalau nipunguze stress za kimaisha haya. Maana jamani, maisha ni magumu nyie. Asikwambie mtu. Na asikwambie mbibi mwenye mapengo jamani. Leo unaona restaurant na watu wachache, lakini okay, naona pale kuna mrembo kaka peke yake. Ngoja nimsogelee pale nione nimuongelesha hata maneno mawili matatu. Tupige hata vistori vya hapa na pale na nini, nipate hata kinywaji kidogo cha baridi ndo niendelee na safari ya kurudi nyumbani. Maana leo na yenyewe kumekuwa na kazi nyingi ofisini. Jamani nimechoka. Haya. Hello mrembo, mambo? Poa kaka, habari yako? Ni poa kabisa. Sasa nilikuwa natamani kidogo tukae wote hapa tupate vinywaji viwili vitatu, lakini kabla ya kwanza awali ya yote kabisa ngoja nijitambulishe. Mimi naitwa Kimaro Masawe. Mwenzangu unaitwa nani? Yaani wewe tena ndo nimekukumbuka tena. Jamani, wewe ndio yule Kimaro nilikutana naye barabarani wewe tukazunguana wewe. Yaani umekuja tena na huku. Wewe kaka wewe? Hapana kwa kweli. Kwa kweli nadhani huyu ibilisi wako anekukutanisha na mimi kila siku. Kwa kweli ana kitu anakutafuta. Kwa kweli anakutafuta. Kuna kitu. Anataka mimi nikutukane matusi wewe. Haya, kwa utaratibu tu na kwa uelewa. Hapa kuna mtu namsubiri anakuja sasa hivi. Ni shoga yangu yote, tuna maongezi ya msingi ya muhimu kuliko kawaida. Naomba kwa ustaarabu tu inua kipepe mnyegezo chako ukiondoe humu restaurant. Yaani kienda kuona humu restaurant nitakuchamba. Popote kapokaa humu restaurant nitakuchamba kaka. Naomba uondoke. Nina hasira zangu, nina vitu vyangu vimenichosha, nina vitu vyangu vinanisumbua kilini mwangu. Naomba uondoke. Kiru, hata sitaki kuamini macho yangu. Ni wewe yule tena tumekutana? Kwa kweli hapana, kwa kweli hapa nimekutanishwa bahati mbaya. Basi dada, lakini basi kwa leo tu kwa nini usiwe mstaarabu kidogo tu tukayajenga tu tuzungumze kidogo. Wewe Malikijiga mwenye nyota ya ufirauni, nimesema toa kipepe mnyegezo chako hapa bwana. Nini? Kwa napenda kukerakena watu bwana. Yaani nyinyi watu wengine sijui mkoje. Mwangalie na komera lake lilivyochongoka. Hilo bicho lako Fenesi hivi aliweza kupata ni signal ya kuweza kuambiwa toka hapa. Kwa nini ukiambiwa kitu toka uweze kuelewa kaka, lakini mbona unakuwa mzito hivyo? Hebu ondoa baki kipepe mnyegezo chako. Nyanyua mpio ndio watoa nje bwana. Kwanza umeshajaza harufu ya jasho huko ndani huko. Sijui ukoje wewe.
na kaka wengine maskini ndio umewajaa, hamna hela, mnatembea kwa miguu kwenye jua tu kama sisi, alafu bado kuongelesha nini? Katafuta hela huko bwana, toka. God have mercy upon us. Yesu na Maria, yamenikuta tena. Jamani mimi yani sikomi. Niotaka kutukana tu juzi hapo na huyo dada barabarani. Na leo tena yamenikuta tena. Jamani. Ila mimi jamani sasa niache kushobokea wadada. Yaani kuanzia sasa nikifika restaurant natuuliza komwe langu kwenye kiti changu peke yangu. Sitaki kuongea na mtu yoyote. Haya, sasa hizi sitaki kwenda restaurant yoyote maana naona tayari nyota yangu ya leo. Kwa kweli ya leo imeingiliwa na ibilisi. Ngoja tu ninyoshe moja kwa moja nyumbani nikapumzishe ili komwe. Kwa kweli nikalitulize tu ili komwe mchongoko, kwa kweli nikalale. Maana shaitwa komwe mchongoko. Acha tu nikubali na ili bichwa fenesi. Ngoja nirudishe tu nyumbani sasa. Shoga yangu naomba tu unisamee kwa kweli. Jamani naomba unisamee. Niwe radhi tu nimechelewa. Naona nimefika hapa jamani. Umekunja sura mwenyewe umenuna. Jamani naomba tu unisamee na wewe shoga yangu bwana. Yaishe. Wapi shoga yangu? Unadhani ni wewe ndio umenikera? Hamna bwana. Kuchelewa si jambo la kawaida, tunajua uko busy shoga yangu kazi. Unadhani watu mliowajiliwa ndugu yangu mtakuwa mnawahi mnakimbia. Kaja hapa kaka mmoja yani wewe kaka bwana kanikuta barabarani juzi. Eti juzi yani mpaka nafurugwa akili jana. Maana nikitembea kwenye jua na mimi kichwa changu kinaunguaga na hizo nimefurugwa saa hizi. Kaniuzi hapa mpaka nakosea hata siku kutaja. Jana tu kanikuta hapa Jumapili hapa natembea barabarani kwa naenda zangu kufanya mambo yangu huko saluni na nini niende mbele huko. Basi bwana wakati niko jana natembea jua linanipiga mwenyewe nasikia joto, kaanza kuniongelesha nikamtimua. Haya, leo tena nimekaa hapa restaurant na kusubiri. Sikaingia tena bwana, kakaa mbele yangu hapa niongelesha tena ajitambulisha mimi naitwa Titi Kimaro Masawe, sijui Kimaro kitu gani huko. Bwana we, nimemlamba kofi hapa nimemtukana yani. Kwa kweli yani amenitoa kwenye mood kweli yani. Jini nimpunguza hasira ndugu yangu. Jamani, shoga yangu yani una hasira mno. Jamani, kwani mkaka kija hapa kikaa, sio unaweza kumwambia tu kwa utaratibu aondoke? Jamani, haya basi tuachane nayo maana hayo pia hayanihusu mimi na pia hayahusiki hapa sisi tukiwa wawili. Basi sasa sikiliza, mimi nimekuja na ujumbe mzuri hapa, nishaongea na bosi, amekubali kwamba wewe atakuajiri kama IT kwenye kampuni yetu ya mawasiliano. Sasa sikiliza, hapa nilipo nishampa namba yako, atakupigia simu mtu wake mfanyakazi wake yani bosi msaidizi kwa sababu yeye ni manager wa bosi. Kwa atakupigia msaidizi wake, atakupigia simu uende ofisini, nadhani hiyo ni kesho sasa. Maana leo ni Jumatatu, kesho Jumanne, atakupigia leo. Kama sio leo atakupigia kesho. Kwa hiyo kesho nenda ofisini kwao, akikupigia simu nenda karipoti. Ndeni mambo mengine ataendelea. Mimi nishaongea na kila kitu, wenu anakuajiri moja kwa moja wala hata haina shida. Oh wow. Jamani yani rafiki yangu Aisha yani sasa ndo umenipa mudi ya raha sasa. Jamani, nilikuwa natamani kusikia jambo kama hili kwenye maisha yangu. Nashukuru sana shoga jamani. Shoga yani umenipa raha leo, najisikia raha. Faraja imenijia. Haya shoga basi kesho sitachelewa. Na wahi asubuhi. Na sasa nitawa wenyewe wanaweza kufika wakanikuta. Eda karibu sana ofisini kwetu. Sijui nikusaidie nini? Nimekuja kuripoti kazini. Niliambiwa na nani jana, nilipigiwa simu jana na mtu anaitwa Komba Kirungi. Sasa akanielekeza kwamba nije ofisini kuonana na bosi manager, maana natakiwa niripoti kazini nianze kazi. Mimi ni yule IT ambaye mlinipigia simu. Sasa sijui ni nani alinipigia, lakini nilipigiwa na ofisi yenu kampuni yenu ya mawasiliano. Sawa, huko sahihi kabisa. Mimi ndiye huyo Komba Kirungi, nilikupigia simu jana. Karibu sana. Nilikupigia jioni. Vipi? Pole sana maana ilikuwa ni jioni sana, lakini karibu sana ofisini kwetu na hongera sana kwa kuwahi asubuhi. Sasa ngoja niende ofisini kwa manager niangalie, je, ana nafasi ya kuweza kuonana na wewe au msubiri. Nitakupa jibu sasa hivi. Nisubiri hapa. Sawa, asante sana kaka. Komba, karibu sana ofisini kwangu. Vipi wale jamaa wanaoleta mizigo kwa makontena wameshafikisha kwa kweli? Maana nimefanya mawasiliano nao tangia nilipokuwa saa 11 asubuhi. Sasa sijui sasa hivi ni saa 2. Vipi hawajaweza kufika bado? Maana waliniambia kwa njiani. Hamna shida bosi, mimi mwenyewe nimefanya mawasiliano nao sio muda mrefu tu hapa. Wameniambia wako karibu tu hapo, wako njia ya 4 hapo, wanafika sasa hivi tu. Maana sio mbali tena, wameshafika karibu. Kwa hiyo nitasimamia hiyo shughuli nzima ya kushia mizigo ili mambo mengine yaendelee bosi. Kwa hiyo hilo halina tatizo kabisa bosi wangu. Hilo wewe chukua kabisa kwamba limeshakwisha kabisa. Wewe uko na mtu sahihi hapa, namaliza hilo jambo, sio muda wanafika bosi wangu. Basi hilo ni jambo la heri kabisa Bukomba. Yaani hilo nimejisikia faraja kabisa. Sasa basi wewe unaweza tu kuendelea tu na shughuli zako, wala haina tatizo. Wewe tu tuendelee kusubiria hiyo mizigo ikifika, wewe kasimamie tu alafu utanipa taarifa. Boss, lakini kuna jambo lingine hapa. Unakumbuka yule mtu ambaye tulizungumza na Aisha, yule accountant, kwamba kuna mtu anatakiwa kuja hapa kwa ajili ya kazi ya IT na tulidiscuss hapa. Nakumbuka tulizungumza na uliniambia nimpigie simu. Sio kama unakumbuka hilo.
Hilo nalikumbuka vizuri kabisa kwamba vipi, kwani mlishawasiliana naye? Anakuja lini? Anakuja leo, na hivi ninavyozungumza na wewe ameshafika tayari. Yaani leo hii tulikuwa tumezungumza naye kwamba leo anakuja, na leo amekuja, na hivi asubuhi amewahi kweli kweli, yuko hapo nje anasubiri tu aingie. Nikamwambia asubiri kidogo niongee na bosi, niangalie kama amebanwa sana na kazi nyingi au maybe yuko na mambo mengine anafanya, ili nione kama una muda wa kwanza yeye kuonana na wewe, ili akija hapa mzungumze. Tayari ameshafika bosi. Basi wewe mwambie tu aje, wala tena haina shida. Wewe mwambie tu aingie, ili nizungumze naye, na kama ni masuala ya mkataba tumalize mambo hapa, ili maana mkataba wake unajua nilishautengeneza tayari, kila kitu kipo sawa. Hapa nilipo tu ni kumpa kazi tu aendelee na kazi. Kwa hiyo wewe mwambie tu aingie, mimi nizungumze naye ili mambo mengine yaendelee. Dada pole kwa kusubiri, lakini nimeshazungumza na bosi. Amesema unaweza tu kaenda ofisini kwake ukaingia. Kwa wewe huku nilikotokea huku, katisha hapo kulia, ingia ofisini kwake, zungumza naye tu, maana ofisi yake imeandikwa manager. Kwa hiyo ukipita tu kulia utaonana naye, sawa? Sawa kakangu, asante sana, nakushukuru sana kwa kweli. Haya, ngoja nikamuone. Dada, karibu sana ofisini kwetu. Mimi kwa majina naitwa Kimaro Masawe. Karibu sana ofisini kwetu. Hii ni ofisi ya mawasiliano, na wewe naamini umekuja hapa kama IT, si ndio? Ndiyo bosi wangu, nimekuja kama IT. Nilipigiwa simu jana na Komba Kirungi, kwa hiyo ndo nimefika hapa kwa ajili ya kazi ya IT. Yaani udada ninavyomkumbuka, yani nakumbuka kila tukio lilonifanyia. Alafu yeye amekaa hapo, yani hakumbuki chochote. Yani anavyoniongelesha, anavyoniangalia, sijui ni kwa sababu ya hii miwani niliyovaa na hii suti na hii tai niliyovaa hapa. Naona yani ananiona kabisa ni mtu mwingine tofauti. Wakati alinikumbuka ni restaurant. Yani ile tulivyokuwa tunatembea barabarani, alinishushua. Na wala hakumbuki sasa hivi hapa alipokaa. Alafu restaurant alinikumbuka haraka kweli kweli nilipomtajia jina. Hapa nimemtajia jina hata hakumbuki. Yani dada kweli kichwa chake ni cha panzi. Haya, ngoja mimi nimkumbushe. Hivi dada, ukiambiwa jina Kimaro Masawe, wewe linakukumbusha nini kwenye akili yako? Au ukumbuki chochote mpaka hapo ulipokaa mpaka sasa? Kwa kweli sikumbuki chochote kakaangu. Mbona? Hapana bosi, sikumbuki chochote. Kwa nini? Si ni jina lako umeniambia unaitwa Kimaro Masawe bosi wangu. Mimi ninakumbuka nini? Hatujawahi kukutana hapo kabla. Kwa tumewahi kukutana kaka? Yaani wewe Mwalikegego mwenye nyota ya usaulifu na ufirauni, yaani wewe unajifanya umenisahau. Mimi ndiye yule Kimaro Masawe. Ngoja nikukumbushe matukio yako. Tukio la kwanza kabisa ni lile la pale barabarani nilipokuwa nataka kukusimamisha nikuongeleshe kitu. Yaani ninatembea na wewe juani na kuongelesha kwa ustaarabu vizuri. Ulizani kwamba mimi jua nilikuwa liniunguzi kama wewe ulivyokuwa nakuunguza. Ukaanza kunishushua, unanijibu vibaya ovyo ovyo, ukanitimua niendelee na safari mbele au nirudi nyuma nipunguze mwendo. Haya, nikakuacha hapo. Nimekuja restaurant kwa ustaarabu tu, tena nimekukuta pale. Ukanishushua, ukanichamba kweli kweli na kunitukana, alafu ukanilamba na makofi. Haya, sasa na mimi leo sasa nakujibu kwa ustaarabu tu vizuri. Haya, mlango ule pale, toka zako mapema sana. Mama yangu wewe jamani, ni yeye kweli. Kakangu naomba unisamee jamani. Ilikuwa bahati mbaya tu, ni shetani. Wewe kipunyuli, narudia tena. Mlango ule pale, haya, inua mpyunda wako, toa nje. Sawa? Sitaki kusikia tena maneno yako ya kuniambia samahani wala sijui bahati mbaya wala shetani. Haya, wewe shetani, nenda kadiscuss naye namna ya kupata kazi ya IT nyingine huko nje. Sawa? Ya kusaidia na kusia alikupitia uweze kutokana watu. Haya, nenda akupitie tena uende ukatafute kazi ya IT sehemu. Akakuonesha connection nyingine mpya. Alafu ukikutana na wewe shosti yako Aisha, mwambie hivi, sitaki vipunyuli Mwalikegego vimama mbwinyo waje hapa. Sawa? Naomba utoke nje na huyo rafiki yako huyo Aisha, nitazungumza naye. Ole wake siku nyingine aniletee watu wenye akili mbovu kama wewe. Nikwambie kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako kingine cha msingi. Jifunze kuongea. Kuongea ni moja ya kitu cha msingi sana. Unapoongea na watu ndivyo vitakaposaidia kukupa connections za maana. Mdomo wako ndio umekuharibia kazi. Haya, toa kichwa chako fenesi hicho, muangalie na kichwa chake kilivyokaa. Kichwa chenyewe dafu tu, hamna kitu, ni maji huko ndani. Hapo ndani uje ufanye kazi IT. IT gani? Toka nje. Kakangu jamani, nihurumie jamani. Nenda wapi mimi jamani, kazi ni ngumu kupata, nihurumie kaka. Weki mama mbunyo mabunyo, nitakuja nikulambe kofi ili unielewe sana. Nitakupiga kofi ambalo litahamisha kizazi kutoka kiunoni kuja kifuani. Unanichezea mimi Toka, nimeshakwambia bwana. Toa kipepe mjegezo chako nje. Sitaki kusikia maneno yako wala kusikia chochote. Sasa safari hii nakwambia hivi, utatembeza hicho kichwa juani, kiungue mpaka kiive, uende ukalie ugali. Kichwa chenyewe dafu hicho, ukitikisa ni maji tu ndani. Unataka umletee nani hapa? Toa bwana kipepe mjegezo chako nje bwana. Beba huo mpyunda upeleke kwa mtaani huko, waendelee kukitafuna hicho kizazi mpaka kikauke. Haya, kwenda. I'm very stupid, I'm very foolish. Daila. God have mercy upon